Bwana Yesu asifiwe. Mkono juu kwa Yesu. Asante sana. Ni ngumu sana kuongea baada ya kiongozi kuongea, lakini kwa sababu ya vile hawa pia wanapanga maneno, saa zingine tunaenda na hiyo. Sufuria unaweka upside down, hata hii sufuria nasikia iko namna hii ingine. Jeremiah Kioni ndio majina yangu. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi. Amen. Na mimi sina mengi pengine kuzungumzia kusema kwamba kuna kitu inaitwa kipindi. Kipindi. Na jenzi wanasema kipindi. Na hiyo ndio dunia tuko sasa. Kuna mtu ambaye alikuwa mwanahistoria pale ya Jerumani aliandika akasema kwamba ukiona mtu ambaye amezoea kuongea uongo, usije ukafikiria kwamba anataka uanze kuamini uongo wake, lakini anataka ufike pahali hamna lolote ambalo utaamini ili aweze kutawala kisawasawa. So we got to a place where this country, the leadership that we have, tells lies every day. Wakiwa hapa nyumbani, wakienda kule Ulaya, yote ni uongo. Na ile hatari iko ni kwamba Wakenya sasa watafika pahali hamna yule ambaye wanaamini. Sisi tukiongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tunataka kuwa kikundi cha ambacho ni tofauti na wale ambao wanaongea uongo, ili tukisema maneno pia Wakenya wanaamini na wanajua mwelekeo wa Kenya. Na ndio nawaomba na tuomba na hata sisi viongozi tuhakikisha kwamba hatuingii kwa hizi vipindi. Ruto ni mwana sarakasi wa vipindi. Alitucheza sarakasi na kipindi Mount Kenya, sasa ndio anajaribu Kenya mzima. Na tusipochunga tutachezwa vipindi. 2027 tutamuona tena amechezwa wa Kenya. Na vile tuko hapa sisi viongozi na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tunasema mambo ni mawili. You are either in Operation Okoa Zakayo or Operation Okoa Kenya. Nyinyi mko kwa gani? Wale wako Operation Okoa Kenya tuone mkono. Hawa wanaongozwa na Steven Kalonzo Musyoka. Na ndio unaona maneno wanaleta mengi ndani ya chama ya UDA. Wacheni wenyewe wacheze hizo vipindi. Sisi wanaokoa Kenya yetu ni siku ambayo tutaondoa William Ruto na timu yake yote waende nyumbani. Na ndio tunasema kuva dereva, kuva makani. Tukiingia hivi vipindi vingine hapa katikati itakuwa mzuri. Hizi vipindi zilichezwa tukaacha Chakahora. Hii kipindi ilichezwa wakakura kondoo ya Uhuru. Hii kipindi ilichezwa wameenda na Jomo Kenyatta. Kipindi imechezwa watoto wako nyumbani. Kipindi imechezwa hospitali hamna madawa. Kipindi imechezwa sasa makanisa hata nyinyi mtalipa kodi. Halo? Kipindi imechezwa mpaka saa hii tuko hapa tumesahau ya kwamba Ruto hajatoa jeshi kwa barabara. Sheria ambayo walitumia kuleta wanajeshi kwa Wakenya mpaka wa leo haijatolewa. Kwa hivyo wakati wowote anaweza ita jeshi wakuje kwa barabara. Kwa hivyo tuchunge huyu jamaa wa vipindi. Ukimuona jua ni muongo wa vipindi. Na letu ni kuhakikisha kwamba yeye ameenda na tuko kanisani. Na hata kanisani kwa sababu nashukuru Bishop kwa kutupa nafasi. Lazima pia washirika wawe pia fikra zetu ziko sawa na yale ambayo yanaendelea. Tunaposema Ruto must go, sio Ruto peke yake, ni Ruto na vifaranga yake yote. Na msigoje jamani, msigoje atende lolote la maana. Amekataliwa kule nje, hata hapa nyumbani tuachane na kia weka. Nasema nini na Kiswahili? Ya uzuri mudwa haine. Kwa sababu hii sarakasi, na ninasema tena nikimaliza mimi, na Mwenyezi Mungu atusaidie, do not get drawn
kwa hizi vitu vya kipindi. Hii mambo unaona kwa Mount Kenya imechezwa na hata sasa itakuwa kipindi until 2027. Na langu kama mtu ambaye ametoka kwa mlima ni kuhakikisha kwamba hatuchezwi kipindi tena kwa mlima. Tuko na Mheshimiwa Kalonzo mkinikosa, kwa sababu naweza nikosa, nitakuwa mlima nikihimiza watu ya kwamba tuache kuchezwa vipindi na tuwezi kuachwa bila chama, kwa sababu tunaweza kaa namna gani? Namna hii. #Mujinga amekwisha. God bless you. Asante sana Bishop Mangeti na mke wako na Mheshimiwa mbunge wetu, asante for having us. My brother MCA wetu, thank you for hosting us. And His Excellency the DG, you hosted us recently, tena umetukaribisha Kajiado hapa Kitengela. Wakristo wa Glorious Center Gospel Center Church, we want to thank you and your bishop. For giving us a glorious morning. Sababu kuna wale walikuwa wametupinga leo tusije kuabudu Mungu wetu. Pale Mlolongo kutoka Nairobi tumepata GSU wamepangana kule eti watuzuie sisi wa Kenya kuja hapa kuabudu Mungu wetu. Shetani afanye nini? In spite of them trying to block us, we thank God for having a glorious day in His house. Na kuna sababu, Chinua Achebe once said, when you see a toad jumping in broad daylight, there's something after its life. Kuna kitu hawa wana Kenya Kwanza wanajaribu kuzuia. And there's a fellow called in this country. That was a vision. Leo tumeamua hata kwa tumeona tumeandamwa na polisi. Tunapata pale Mlolongo JSU. Hadi naandama Kalonzo na Eugene na baba yao na Fiona. Pengine Jimmy alikuwa anatafuta, unajua mnakuzoea. Kadana jamaa mzoea Jimmy, akasikia fununu anakuja huku. Hey, Jimmy karibu ufanye tushindo bwana. Lakini wewe mjasiri. We are standing in solidarity with Jimmy and others who feel their basic rights are aggressed upon. Basic rights are human rights. This is a katiba ambayo tunaifurahia zaidi. Kipengele cha 43. Natambua kabisa haki hizo za kimsingi ambazo haziwezi zikadhulumiwa bila kuwa na matatizo katika nchi. Kwa hivyo askofu, mimi ukikubali tutarudi tena. Tumeona haja iko hapa wazi. Sio? Yaani hii kanisa la Mungu linakuja. Hey, we cannot live there with clear conscience, Jimmy. Ile nilikuwa nimebaki naye. I gave my offering. If you allow me, we'll also give 100,000. Leave this place better than we found. All to the glory of God. Sasa sisi wengine wanatuita wapinzani. Mimi siwezi kuwa mpinzani. We are a team waiting to take over the leadership of this country. Properly the alternative government in waiting. Kwa hivyo hakuna mambo ya woga. We say it as it is, so that we can at least redeem this nation. Watoto jinsi wakajitokeza, wakauawa kinyama. Additional to wale waliuawa 2023.
wakati Azimio ilifanya maandamano Kenya nzima, wakauawa 75. Sasa wameuawa wengine zaidi, wengine abducted, imeongezwa abduction, yaani kushikwa kinyume na sheria. And we know them, we'll call them out. We'll call out those Subaru abduction squad. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, you will not succeed. You will not succeed. I want to appeal to the new IG. Those are your property. Kanja, don't agree. Stand there and make the difference, so that all of us will feel secure. Hakuna Mkenya ako na amani because ajua atanyakuliwa usiku wa manane na kupelekwa mahali pasipojulikana kinyume na sheria. Wanasheria wanajua sheria habeas corpus. Huwezi kushikwa kinyume na katiba kwa zaidi ya masaa 48 bila kufikishwa mbele ya mahakama. Mahakama ya Kenya, na washukuru, nadhani sasa mahakama imepata ujasiri pia. Adjudicate in this country. That was a vision. Leo tumeamua hata kwa tumeona tumeandamwa na polisi. Tunapata pale Mlolongo JSU. Hadi naandama Kalonzo na Eugene na baba yao na Fiona. Pengine Jimmy alikuwa anatafuta, unajua mnakuzoea. Kadana jamaa mzoea Jimmy, akasikia fununu anakuja huku. Jimmy karibu ufanye tushindo baba. Lakini wewe mjasiri. We are standing in solidarity with Jimmy and others who feel their basic rights are aggressed upon. Basic rights are human rights. This is a katiba ambayo tunaifurahia zaidi. Kipengele cha 43 natambua kabisa haki hizo za kimsingi ambazo haziwezi zikadhulumiwa bila kuwa na matatizo katika nchi. Kwa hivyo askofu, mimi ukikubali tutarudi tena. Tumeona haja iko hapa wazi. Sio? Yaani hii kanisa la Mungu linakuja. Hey, we cannot live there with clear conscience, Jimmy. Ile nilikuwa nimebaki naye. I gave my offering. If you allow me, we'll also give 100,000. Leave this place better than we found. All to the glory of God. Sasa sisi wengine wanatuita wapinzani. Mimi siwezi kuwa mpinzani. We are a team waiting to take over the leadership of this country. Properly the alternative government in waiting. Kwa hivyo hakuna mambo ya woga. We say it as it is, so that we can at least redeem this nation. Watoto jinsi wakajitokeza, wakauawa kinyama. Additional to wale waliuawa 2023, wakati Azimio ilifanya maandamano Kenya nzima, wakauawa 75. Sasa wameuawa wengine zaidi, wengine abducted, imeongezwa abduction, yaani kushikwa kinyume na sheria. And we know them, we'll call them out. We'll call out those Subaru abduction squad. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, you will not succeed. You will not succeed. I want to appeal to the new IG. Those are your property. Kanja, don't agree. Stand there and make the difference, so that all of us will feel secure. Hakuna Mkenya ako na amani because ajua atanyakuliwa usiku wa manane na kupelekwa mahali pasipojulikana kinyume na sheria.
Wanasheria wanajua sheria ya habeas corpus. Huwezi kushikwa kinyume na katiba kwa zaidi ya masaa 48 bila kufikishwa mbele ya mahakama. Mahakama ya Kenya, nawashukuru, nadhani sasa mahakama imepata ujasiri pia. Adjudicate on the opportunity. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe. Mkono juu kwa Yesu. Asante sana. Ni ngumu sana kuongea baada ya kiongozi kuongea, lakini kwa sababu ya vile hawa pia wanapanga maneno, saa zingine tunaenda na hiyo sufuria unaweka upside down, hata hii sufuria nasikia iko namna hii ingine. Jeremiah Kioni ndio majina yangu. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi. Amen. Na mimi sina mengi pengine kuzungumzia kusema kwamba kuna kitu inaitwa kipindi. Kipindi. Na jenzi wanasema kipindi. Na hiyo ndio dunia tuko sasa. Kuna mtu ambaye alikuwa mwanahistoria pale ya Germany, aliandika akasema kwamba ukiona mtu ambaye amezoea kuongea uongo, usije ukafikiria kwamba anataka uanze kuamini uongo wake, lakini anataka ufike pahali hamna lolote ambalo utaamini, ili aweze kutawala kisawasawa. So we got to a place where this country, the leadership that we have, tells lies every day. Wakiwa hapa nyumbani, wakienda kule Ulaya, yote ni uongo. Na ile hatari iko ni kwamba Wakenya sasa watafika pahali hamna yule ambaye wanaamini. Sisi tukiongozwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tunataka kuwa kikundi cha ambacho ni tofauti na wale ambao wanaongea uongo, ili tukisema maneno pia Wakenya wanaamini na wanajua mwelekeo wa Kenya. Na ndio nawaomba na tuomba na hata sisi viongozi tuhakikisha kwamba hatuingii kwa hizi vipindi. Ruto ni mwana sarakasi wa vipindi. Alitucheza sarakasi na kipindi Mount Kenya, sasa ndio anajaribu Kenya mzima. Na tusipochunga tutachezwa vipindi. 2027 tutamuona tena amecheza wa Kenya. Na vile tuko hapa sisi viongozi na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tunasema mambo ni mawili. You are either in Operation Okoa Zakayo or Operation Okoa Kenya. Nyinyi mko kwa gani? Wale wako Operation Okoa Kenya tuone mkono. Hawa wanaongozwa na Stephen Kalonzo Musyoka. Na ndio unaona maneno wanaleta mengi ndani ya chama ya UDA. Wacheni wenyewe wacheze hizo vipindi. Sisi wanaokoa Kenya yetu ni siku ambayo tutaondoa William Ruto na timu yake yote waende nyumbani. Na ndio tunasema kuva dereva kuva makani. Tukiingia hii vipindi nyingine hapa katikati itakuwa ngumu. Hizi vipindi zilichezwa tukaachwa Chakahora. Hii kipindi ilichezwa wakakula kondoo ya Uhuru. Hii kipindi ilichezwa wameenda na Jomo Kenyatta. Kipindi imechezwa watoto wako nyumbani. Kipindi imechezwa hospitali hamna madawa. Kipindi imechezwa sasa makanisa hata nyinyi mtalipa kodi. Halo? Kipindi imechezwa mpaka saa hii tuko hapa, tumesahau ya kwamba Ruto hajatoa jeshi kwa barabara. Sheria ambayo walitumia kuleta wanajeshi kwa Wakenya mpaka wa leo haijatolewa. Kwa hivyo wakati wowote anaweza ita jeshi wakuje kwa barabara. Kwa hivyo tuchunge huyu jamaa wa vipindi. Ukimuona jua ni muongo wa vipindi. Na letu ni kuhakikisha kwamba yeye anaenda na tuko kanisani. Na hata kanisani, kwa sababu na shukuru Bishop kwa kutupa nafasi, lazima pia washirika wawe pia fikira zetu ziko sawa na yale ambayo yanaendelea. Tunaposema Ruto must go, sio Ruto peke yake, ni Ruto na vifaranga yake yote.
Na msigojee jamani, msigojee atende lolote la maana. Amekataliwa kule nje, hata hapa nyumbani tuachane na kiaweka. Nasema nini na Kiswahili? Ya uzuri mudwa aende. Kwa sababu hii sarakasi, na ninasema tena nikimaliza mimi, na Mwenyezi Mungu atusaidie, do not get drawn kwa hizi vitu vya kupika. Hii mambo unaona kwa Mount Kenya imechezwa, na hata sasa itakuwa kipindi until 2027. Na langu kama mtu ambaye ametoka kwa mlima ni kuhakikisha ya kwamba hatuchezwi kipindi tena kwa mlima. Tuko na Mheshimiwa Kalonzo, mkinikosa, kwa sababu naweza nikosa, nitakuwa mlima nikihimiza watu ya kwamba tuache kuchezwa vipindi na tuwezi kuachwa bila chama, kwa sababu tunaweza kaa namna gani? Namna hii. #Mujinga amekwisha. God bless you. Asante sana Bishop Mwangeti na mke wako na Mheshimiwa mbunge wetu. Asante for having us, my brother. MCA wetu, thank you for hosting us. And His Excellency the DG hosted us recently. Tena umekaribisha Kajiado hapa Kitengela. Wakristo wa Glorious Center Gospel Center Church, we want to thank you and your bishop. For giving us a glorious morning. Sababu kuna wale walikuwa wametupinga leo tusije kuabudu Mungu wetu. Pale Mlolongo kutoka Nairobi tumepata DSU wamepangana kule eti watuzuie sisi wa Kenya kuja hapa kuabudu Mungu wetu. Shetani afanye nini? In spite of them trying to block us, we thank God for having a glorious day in His house. Na kuna sababu, Chinua Achebe once said, when you see a toad jumping in broad daylight, there's something after its life. Kuna